Nilikuacha wewe nikatenda dhambi, Yesu samehe. Nikakuacha wewe nikabudu mizimu, Yesu samehe. Nilikuasi wewe nikatoa kafara, Yesu samehe. Nilikutenda dhambi Baba, naomba unisamehe. Nilijitenga na ibada. Bwana Yesu asifiwe. Nikukaribishe katika mfululizo wa vipindi vya ukombozi wa nafsi iliyofungwa. Lakini leo kwa neema ya Bwana tutaenda kudadavua au tutaenda kufafanua ni jinsi gani au ni mchakato gani utumike ili kutoa nafsi kwenye miliki ya nguvu za giza na kuirudisha kwa Bwana wa majeshi. Lakini pia nikukumbushe ukombozi wa nafsi ni tofauti na ukombozi wa roho. Ukombozi wa roho ni ili roho iende mbinguni na iwe na uzima wa milele, lakini ukombozi wa nafsi ni kwa ajili ya baraka za mwilini. Na baadhi ya dalili ambazo zinaonyesha kwamba nafsi zetu zina walali na nguvu za giza ni pamoja na maradhi ya kurisi. Mfano, kuna familia ambazo zina kansa ya kurisi, kuna familia ambazo zina sukari ya kurisi, kuna familia ambazo zina presha ya kurisi, familia zina utasa, zina mapooza. Kuna familia ambazo wakifika miaka fulani macho yanapofuka, wengine wakifika miaka fulani wanapoteza maisha. Hiyo yote ni kwa ajili ya yale maagano yaliyowekwa yakawa na walali wa kontroli nafsi zao. Sasa ni nini kifanyike ili tuweze kwenda mbele za Mungu, tuweze kutoa hiyo nafsi kwenye miliki ya nguvu za mizimu kuzimu? Siku zote nafsi inashikwa kwa kuweka agano au kwa kuweka naziri. Mfano, hatujui babu zetu miungu walioitumikia, ni kweli waliweka maagano kwa kufanya sadaka za ng'ombe, sadaka za mbuzi, sadaka za kondoo. Sasa leo tumekuwa hizo vitu zote hatukufanya sisi, lakini ukishahidi uko kwenye Maombolezo 5:7 inasema wazazi walifanya dhambi na maovu yao yametujia. Kwa hiyo ujue kwamba kama baba yako alikuwa akiamka asubuhi akiongea na miti akiifanya ni miungu, alikuwa akienda kwenye makaburi akiomba msaada pale alipokuwa akipitia shida, ujue ni wewe umeabudu miungu. Watu wa mwanzo walipokuwa wakiamka wakiona jua wanaliabudu, wakienda chini ya miti mikubwa wanatoa sadaka za mbuzi, wanamwaga damu na wanajiconnect na miungu, wanasema enyi miungu tumekuja hapa mbele zenu, tumekuja kuwaletea hii sadaka ya mbuzi. Wanachinja ile mbuzi, wanakula ile mbuzi na kunakuwa kuna mashahidi na wanakuwa wana pombe zile za asili, wanakuwa na maji wanamwaga kwenye ile ardhi na kuongea na ile ardhi na kukiri kwamba wanasema sisi, wewe mzee wa ukoo mzee fulani, sisi tumekuja kwa heshima kabisa, tumekuja Bwana kuomba ulinzi kwa ajili ya sisi na kizazi chetu. Sasa babu yako akiwa ameabudu miungu, ile asili ambayo iko kwenye damu yako inakuwa pia iliabudu miungu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mambo ya Walawi 27:2, Bwana anamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, hapo mtu atakapoondoa naziri ndipo hizo nafsi za watu zitakuwa kwa Bwana. Sasa sikiliza, Bwana anaona watu ni wa kwake, lakini lazima waondoe naziri. Ndio maana hajasema hapo kanisa litakapoondoa naziri, hajasema hapo jumuiya itakapoondoa naziri, hajasema hapo waombaji watakapoondoa naziri, hajasema hapo wafungaji watakapoondoa naziri. Amesema mtu atakapoondoa naziri ndiyo nafsi za watu zitakuwa kwa Bwana. Kwa hiyo ni kwamba tuko kwenye makanisa, tunamtumikia Mungu, tunamtolea sadaka, lakini bado nafsi zetu zina miliki ya nguvu za giza kwa sababu hatujavunja naziri. Sasa shida ni kwamba naziri zinavunjwaje? Huwezi kuvunja naziri kwa sababu zile naziri zinakuwa zina uhalali. Ni kweli walienda chini ya miti wakasema, babu sisi tumekuja na kizazi chetu, tunaomba ulinzi, wakaabudu ile miungu, wakafanya uzinzi wa kiroho, wakakaa pale wanawake na wanaume, waka-sacrifice nafsi zao kwa ile miungu. Sasa ile miungu ikawa ina kibali kwenye nafsi zetu, ile miungu ikawa ina kibali kwenye elimu zetu, ile miungu ikawa ina kibali kwenye uchumi wetu. Ndio maana sasa leo unaweza ukamwamini Mungu, unaweza ukaomba kila maombi. Nimekuwa nikipokea malalamiko au nikipokea maoni, mtumishi mimi leo niko kwenye mfungo wa siku ya 80, mtumishi leo niko kwenye mfungo wa siku 21, mtumishi leo niko kwenye mfungo wa 3 kavu, lakini sioni ni nini tatizo. Tatizo ni kwamba unaweza ukawa unafunga vizuri, lakini nafsi yako ina uhalali na nguvu za miungu. Ndio maana Mambo ya Walawi 27:2 akasema hapo mtu atakapoondoa naziri ndipo hiyo nafsi yake itakuwa kwa Bwana.
Kwa hiyo unaweza ukawa ni muumini mzuri, unaweza ukawa unahudhuria kanisani, unaweza ukawa unampenda Bwana sana, lakini bado hujafikia level ya kuweza kuvunja nadhiri. Sasa nadhiri zinaweza kuvunjwa ikiwa mtu utakuwa unauelewa na kujua ni nini kinachofanya. Tuachane na hizi habari za kwenda kwenye makanisa. Tunaambiwa pokea. Kiukweli kabisa, profeti au mtumishi wa Mungu akisema pokea, una uhalali wa kupokea kwa sababu ile ni njia anayotumia Mungu kusema. Lakini shida ni kwamba mikono yako haiwezi kupokea kwa sababu asili yako imeifunga, kwa sababu asili yako inaidai, kwa sababu nafsi yako ina maagano na miungu, ina maagano na mizimu kuzimu. Sasa leo unapoambiwa pokea gari linaweza likawepo, lakini usiwe una uhalali wa kulipokea kwa sababu ya nafsi yako iko kwenye milki ya nguvu za giza. Na mara nyingi mateso ya asili yanaendana na ile nadhiri iliyowekwa. Kwa mfano, kuna familia ambazo mtoto akianza elimu wanaenda mbele ya miungu, wanasema Bwana, tumemleta fulani mbele yenu, tunaomba mkamlinde kwenye elimu, mkamtunze kwenye elimu. Na kuna wengine ambao wanapoanza biashara wanaenda kuchukua mbuzi, wanaenda kwenye masale, wanaenda kwenye makaburi ya mababu, wanasema babu, tumekuja mbele zako, tunaomba neema kwenda kufanya biashara. Sasa yale ni maagano, zile ni nadhiri ambazo baadaye zinakuja kuwa zina uhalali mbele za Mungu. Zile nadhiri ni Mungu anaziheshimu kwa sababu ni nyewe wenyewe mlikata shauri na mioyo yenu, mkaenda kukabidhi nafsi zenu kwa miungu badala ya kukabidhi kwa Mungu mkuu, Mungu Adonai, badala ya kukabidhi kwa Mungu Ilgibo. Sasa shida inakuja hapo, ile agano linakuwa lina uhalali mpaka siku litakapokuja kuvunjwa. Mfano, niliona kuna baadhi ya familia au kuna baadhi ya koo ambazo wanaheshimu sana watoto wa kiume. Mtoto anapozaliwa akiwa mdogo, wanamchukua, wanamchinjia mbuzi, wanaenda mbele ya makaburi, wanaenda kwenye masala, wanaenda kwenye migomba, wanasema nyie mababu, tumewaletea huyu mjukuu ambao atakuwa ni mrisi wa huu mji, tunaomba mlinde. Wanachukua zile pombe, wanamwaga, wanamlambisha ule mtoto pombe. Sasa madhara yake hatakuja kuonekana saa hiyo, lakini mtoto yule anapokuja kutoka, anapotaka kwenda mbali kutafuta maisha, ile spirit ambao lile agano liliosema huyu ndo atakuwa mlinzi wa mji linaenda kumgandamiza, linataka tu akae pale nyumbani. Kwa ile nguvu ya agano itafanya kila iwezalo kuhakikisha yule kijana atatoka pale nyumbani, kwa sababu ni makubaliano. Na ndio maana inafika mahali kijana ana miaka 20 anakunywa pombe mlevi kupindukia, lakini kumbuka alipokuwa mchanga waliweka agano na pombe ya asili na pia wakamlambisha. Kwa makubaliano yale basi nguvu za giza zinakuwa zina uhalali kwenye ile nafsi ya mtu, kwa hiyo zinafanya kulingana na zinavyotaka, kwa sababu kuna makubaliano yaliyo rasmi kabisa, kuna makubaliano yaliyofanyika kuweka maagano kwamba sisi tumewakabidhi ukijana aezi kuwa mlinzi wa mji au wa hili boma. Ushahidi pia uko kwenye kitabu cha Isaya 59, ukisoma kuanzia mstari wa 1, anasema tazama mkono wa Bwana au kupunguka hata usiweze kukuokoa, wala sikio lake sio zito hata lisiweze kusikia. Lakini mstari wa 2 anasema maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msimuone hata hataki kusikia. Kwa hiyo unaweza ukaona kabisa kwa scenario ambayo ni nzuri kabisa na kueleweka, Mungu hataki kusikia kwa ajili ya uovu, makosa na dhambi. Mstari wa 3 anaendelea, anasema kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu, na vidole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu, midomo yenu inanena uongo, na ndimi zenu zinanong'ona ubaya. Ndio maana utakuta kuna familia zina asili fulani. Kuna mtu aliniambia kwamba familia ile ni wambea, familia ile ni watu kukuza mambo, familia ile ni watu wa matusi, familia ile ni watu wa nuksi, familia ile kila siku wanakuwa wanazikana bila sababu yoyote. Inategemea na maagano yaliyowekwa kwa miungu, inategemea na naziri zilizowekwa kwa miungu. Hatujui mababu walivyokuwa wanafanya mapatano na miungu walikuwa wanaongea maneno gani. Hujui kwamba walikuwa wanasema sisi tunajikomiti na nyie, kila mwezi tutakuwa tunatoa mbuzi kwa ajili ya sadaka, alafu inafika mahali wanaacha, ile miungu inaanza kufanya revenge. Ndio maana kuna baadhi ya familia ambazo zina vitu ambavyo unaweza ukashangaa. Kuna familia ambazo nimekuwa nikifanya huduma nikiona familia zimekuwa ni za kumwaga damu tu. Wanapokutana iwe ni sikukuu wanakaa kama ndugu, lakini mwisho wa siku
panga litaanza na watakatana watamwaga damu. Kwa hiyo kwenye ukoo huo kuna nadhiri kwamba lazima pasipofanyika yale maagano damu inaweza ikamwagika. Lakini nikwambie kwamba yote haya yanaweza kuisha au yanaweza kufutika kwa kwenda kufanya upatanisho kwa ajili ya kutoa nafsi kwenye milki ya nguvu za giza ili kurudisha kwa Bwana wa majeshi. Lakini pia niseme kwamba una mamlaka ya kutoa nafsi kwa kutumia nguvu, isipokuwa unaenda kufanya matengenezo ili upate uhalali wa kutoa nafsi kwenye milki ya nguvu za giza. Ni jinsi gani unaweza ukatoa nafsi yako kwenye milki ya nguvu za giza? Ukisoma kitabu cha Ezekiel 22:30, Bwana anasema, nimetafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka katika boma, nimekosa. Sikiliza. Bwana anasema nimetafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka katika boma ili nisipige. Sikiliza. Ukombozi wa nafsi unaenda kufanyika kwa mtu kusimama kusema, Bwana, ni mimi niko mbele zako, ni mimi David leo niko mbele zako, mfalme wa falme. Bwana, nimekuja kufanya upatanisho kwa ajili ya ile asili ya baba yangu, yale matambiko aliyofanya na mizimu kuzimu, yale matambiko aliyofanya na wakuu anga, wakuu Freemason, yale matambiko aliyofanya na wakuu ganga na wakuu chawi. Ndio maana leo kwenye nafsi yangu Bwana kuna mapooza. Ndio maana leo Bwana kwenye familia yangu kuna utasa. Ndio maana leo Bwana kwenye maisha yangu yamekuwa yaendi. Ni kwa ajili ya ule uovu, makosa na dhambi. Nami Bwana nimekuja mbele zako mfalme kufanya upatanisho. Ninakuomba Bwana usamehe ule uovu, makosa na dhambi. Sio yamkini ni kweli asili ya baba yangu ilitumikia miungu, asili ya baba yangu ilitumikia mizimu. Walichinja mbuzi usiku wa manane, walichinja mbuzi jua likiwa linawaka, walichinja mbuzi alfajiri na mapema. Bwana, ni kweli sio yamkini. Walifanya maagano, waliingia kwenye matambiko ambayo wakauza nafsi zetu kuzimu. Ndio maana leo Bwana ninaomba lakini sioni. Ni kwa ajili ya ile miungu ina uhalali kwenye nafsi yangu. Na ukipata neema ya kujua kwamba asili yako ilikuwa inaabudu miungu gani, ni vizuri ufanye toba ya kupambanua. Toba ya kupambanua ni ile toba ya kutaja vile vilivyofanywa. Kama unajua asili yako ilikuwa inafanya matambiko chini ya miti, unaenda pointi kwa pointi, unasema, ni kweli Bwana walikuwa wakifanya maagano pale chini ya mti. Ni kweli walikuwa wakikaa pale babu zangu na wajomba zangu. Ni kweli Mungu walikuwa wakichinja mbuzi usiku na jioni. Bwana, nimekuja kufanya upatanisho. Samehe ule uovu. Ni kweli wale wa mama walikuwa wanaenda chini ya ile miti wakiwa wamejifunga kanga moja. Walikuwa wanafanya uzinzi wa kiroho na kimwili. Ndio maana leo kwenye asili yangu watu hawaoi wala hawaolewi. Ni kwa ajili ya ile laana Bwana ya kukuacha Mungu mkuu, Mungu Adonai, na kwenda kutambikia miungu. Mfano wa toba nyingine ambayo ni toba ya upatanisho ni kitabu cha Ezra 9 kuanzia mstari wa 6. Ezra anasema, anaenda mbele za Mungu kwa masikitiko, anasema, nikasema, Mungu wangu, nimetayari naona haya kuinua uso wangu mbele zako, Mungu wangu, kwa maana maovu yetu ni mengi hata yamefika juu ya vichwa vyetu, na hatia yetu imeongezeka na kufika mbinguni. Aina ya toba ambayo Ezra alienda nao mbele za Mungu, hii ni toba ya kupambanua. Mstari wa 7 anakiri, anasema, tangu siku ya baba zetu tumekuwa na hatia kupita kiasi hata leo, kwa sababu maovu yetu sisi na wafalme wetu na makuhani wetu tumetiwa katika mikono ya wafalme wa nchi hizi. Tumepigwa kwa upanga, tumechukuliwa mateka, tumenyang'anywa mali zetu, tumetiwa haya nyuso zetu kama hivi leo. Ni kweli kabisa, ukiangalia kwamba sisi ambao tulikuwa tuna uhalali mbele za Mungu ndio tumekuwa mateka. Kuna watu ambao hawamuombi Mungu kama sisi, lakini sisi tumekuwa tuna shida kuliko wale ambao hawamuombi Mungu. Sasa Ezra anajaribu kupambanua pale, anamwambia Mungu, tangu siku ya baba zetu tumekuwa na hatia hadi hivi leo. Kwa hiyo nikumbushe kabisa, unapoenda kufanya ukombozi wa nafsi, usiende mbele za Mungu kwa ajili ya mahitaji yako. Usiende mbele za Mungu kwa ajili ya maisha yako. Nenda mbele za Mungu kwa ajili ya asili yako. Nenda mbele za Mungu kwa ajili ya watu wako. Nenda mbele za Mungu kwa ajili ya watu wa nyumba ya baba yako. Ndio maana ukiangalia kile kitabu cha Danieli 9:20, Danieli alienda mbele za Mungu kwa ajili ya wana wa Israeli. Kwa hiyo unapoenda kufanya ukombozi wa nafsi, lazima uende mbele za Mungu kwa ajili ya asili yako. Uende mbele za Mungu kwa ajili ya watu wako, ili Mungu aweze kukusaidia tokane na mateso ya nafsi iliyofungwa. Lakini nikumbushe kwamba unapoenda kufanya upatanisho, chunga sana yamkini na kama
Hizo vitu ukiweka ni doubt mbele za Mungu, inatakiwa uende mbele za Mungu ukiri, useme ni kweli asili yangu ilitumikia miungu, ni kweli walitoa makafara, ni kweli walifanya maagano wakatoa sadaka. Kwa hiyo nikumbushe tena na nirudie niseme, ukombozi wa nafsi haufanywi na kanisa, ukombozi wa nafsi haufanywi na mchungaji, ukombozi wa nafsi haufanywi kwenye mikutano ya Injili, ukombozi wa nafsi haufanywi kwenye vikundi vidogo vidogo au vikubwa vikubwa vya kuomba. Ukombozi wa nafsi unafanywa na yule aliyoimanisha. Ndio maana ile Ezekiel 22:30 Bwana anasema, nimetafuta mtu atakayesimama katika boma, nimekosa nami nikapiga. Kwa hiyo unapoenda mbele za Mungu, usiende kwa ajili ya mtu mwingine. Nenda sema, Bwana, asili yangu ilikutenda dhambi, ndio maana leo napita kwenye magumu. Lakini nimesema kwamba unapoenda mbele za Mungu, usiende na kama au yamkini. Kutoka 30:32 inasema, hata asubuhi yake Musa akawaambia, mmetenda dhambi kuu, na sasa nitakwenda juu kwa Bwana, labda nitafanya upatanisho kwa ajili ya dhambi yenu. Musa aliweka neno labda. Unapoenda mbele za Mungu usiweke neno labda. Mwambie Bwana, ni kweli nimekutenda dhambi, ni kweli nimekukosea wewe mfalme wa wafalme, ni kweli nimekukosea Mungu mkuu, Mungu wa Adonai, ndio maana leo ninapita hayo kwenye yote, nimekuja kufanya upatanisho, uweze kunisamehe, unirehemu, unitakase. Lakini pia niseme kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza kumrudisha Mungu kwenye maisha yako isipokuwa ni toba. Ukisoma kile kitabu cha Yoeli 2 kuanzia mstari wa 12, kinaelezea ni jinsi gani unavyoenda mbele za Mungu ili kuweza kurudi kwenye ile falme ya awali. Anasema, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Mstari wa 13 anasema, rarueni mioyo yenu wala sio mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, sio mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye ugairi mabaya. Kwa hiyo angalia automatic kwamba ukimrudia Mungu anakwenda kugairi mabaya. Sasa sisi tunachokosea ni kwamba tunapopatwa shida tunaenda mbele za Mungu kwa ajili ya mahitaji, lakini unapomrudia Mungu anasema lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Kwa hiyo Mungu anajua kwamba tunapomrudia hatumrudii kwa mioyo yetu yote, tunamrudia kwa ajili ya mahitaji. Kwa hiyo ili kufanya ukombozi wa nafsi yako, hatua namba 1, umrudie Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Anasema kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. 13 anaendelea anasema, rarueni mioyo yenu wala sio mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, sio mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye ugairi mabaya. Kwa hiyo yale mabaya yanayokupata, roho za mapooza, roho za utasa, roho za kukosa, roho za kukataliwa, unapomrudia Bwana anaenda kugairi yale mabaya ambayo yanakupata. Na ukisoma hii Yoeli 2:12, ukienda kule mstari wa 25 anasema, nami nitarudisha miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nitalituma kwenu. Kwa hiyo Mungu ukimrudia automatic kwa kufuata zile protocol za matengenezo anarudisha. Sasa watu wengi wanaenda mbele za Mungu, Mungu nilikuwa na hichi nikafilisika, Mungu nilikuwa na hichi sasa hivi sina, Mungu tulikuwa hivi. Ile ni kupiga kelele mbele za Mungu. Lakini unapomrudia kwa moyo wako wote, ndio maana pale Yoeli 2:25 anasema nitarudisha. Kwa hiyo unapomrudia automatic anarudisha ile haki ya awali. Uende mbele za Mungu kwa ajili ya asili yako. Uende mbele za Mungu kwa ajili ya kumwambia Mungu, ni kweli, sio yamkini, ni kweli ile asili yangu ilikutenda dhambi, ikatoa makafara, ikafanya maagano, ndio maana leo kuna mapooza, ndio maana leo kuna utasa, ndio maana leo kuna umaskini, na ndio maana kuna baadhi ya familia ambazo zina nadhiri ya umaskini. Watu wakianza kujenga wanakufa. Kuna baadhi ya familia ambazo hawasomi. Mtu akisoma analeta matatizo. Ni kwamba kuna laana ambao ziliekwa. Sasa yale maagano yanaenda kufanya kazi. Kitabu cha Nyakati wa Pili 7:14 kinasema, watu wangu waliitwa kwa jina langu, wakijinyenyekesha 1, na kuomba 2, na kunitafuta uso 3, na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao.
Kwa hiyo Mungu ametoa maagizo kwamba tunapoenda mbele zake, ametaja vitu zaidi ya vitatu. Moja, amesema walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na nitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi na kuiponya nchi yao. Sasa unaweza ukaona kwamba nchi ni ukoo. Unaweza ukaona kwamba tunaenda mbele za Mungu, lakini atufati zile protokoli za kufanya Mungu atusamee. Tumekuwa tukienda mbele za Mungu kwa ajili ya malalamiko, tumekuwa tukienda mbele za Mungu kwa ajili ya zile shida tulizonazo. Lakini mstari wa 15 anakiri mwenyewe, anasema sasa macho yangu yatafunguka na masikio yangu yatasikia maombi ya watu waombao mahali hapa. Sikiliza, kwa nini hapa 14 amezungumza, amesema kwamba wakiomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kusamehe dhambi yao. 15 anakiri, anasema sasa macho yangu yatafunguka, ina maana macho yalikuwa yamefunga, na masikio yangu yatasikia maombi ya watu ambao mahali hapa. 16 anasema maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa, ili kwamba jina langu lipate kuwako huko milele, litakuwapo na macho yangu na moyo wangu daima. Sasa ukiangalia, ili kurudi kwenye nafasi tuliokuwepo, ili kwenda kufanya upatanisho, tuondokane na shida na laana, tuondokane na mikosi, tuondokane na mapooza, ni kwenda kufanya upatanisho mbele ya mfalme wa wafalme, ni kwenda kufanya upatanisho mbele ya Mungu Adonai, ni kwenda kufanya upatanisho mbele ya Mungu muumba mbingu na nchi, ni kwenda kufanya upatanisho kwa huyu Mungu anaosamehe uovu, makosa na dhambi. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati kinaelezea, Bwana anasema, mkiniacha nyie na watoto wenu msiabudu miungu mingine. Ngoja nikwambie, hakuna kitu ambacho kinafanya Mungu akasirike, hakuna kitu ambacho kinafanya Mungu ajitenge na mwanadamu kama kuabudu miungu mingine. Kufanya upatanisho ili kupata mamlaka ya kutoa nafsi yako kwenye miliki ya nguvu za giza, ni kwenda mbele za Mungu kwa ajili ya kutubu, kwa ajili ya ule uovu, makosa na dhambi uliofanyika aidha na wewe au na asili yako. Ndio maana kile kitabu cha Isaya 43:25 Bwana anasema, mimi ndimi nitakusamehe dhambi kwa ajili yangu mimi mwenyewe na sitazikumbuka tena. Sikiliza, Mungu anatupenda, Mungu anatujali, lakini kuna mahali anataka sisi tuchukue hatua ili yeye aweze kutupa nguvu ya kutoka kwenye miliki ya nguvu za giza. Kwa hiyo basi, ukombozi wa nafsi ni mgumu, lakini ni mrahisi kwa aliyeimanisha. Ndio maana watu wengi wanakosea, wanaposikia kuna mikutano ya Injili, wanaenda wanapiga mashetani. Lakini nikwambie kitu kimoja, kama nguvu iliyoko ndani yako ina uhalali, ukisema ninavunja kwa mamlaka ya jina la Yesu, ukisema ninavunja, ninasambaratisha kwa damu ya Yesu, haitasaidia, kwa sababu maandiko yanasema mshtaki wetu yuko kazini. Kwa hiyo ujue basi, nimepata mashtaka mengi. Kuna wengine wanasema, mwalimu, mimi nikienda kwenye mikutano ya Injili, ile siku za kwanza ninasikia nafuu, lakini hali inakuja kuwa ni mbaya zaidi. Ni kweli kabisa, inakuwa zile nguvu ulienda kuzipiga zina uhalali ndani ya maisha yako. Saa nyingine unaposema ninakupiga shetani, unakuta unapiga ile nafsi yako ilishikwa na nguvu za giza. Kwa hiyo unaweza kuingia kwenye matatizo na matatizo na matatizo. Lakini basi, ukiwa ni mtu wa kufanya upatanisho kwa njia ya toba, ukimwambia Bwana, niko mbele zako, ukimwambia Bwana, nimeamua kuja kusimama mbele zako, Bwana, nimekuja kusimama na ile Ezekiel 22:30, Mungu wa rehema atatusamehe na ataturehemu. Ndio maana kitabu cha Waebrania 4:16 kinasema, basi tukaribie kiti cha neema ili tupate rehema ya kutupa neema ili tusaidie katika mahitaji. Kwa hiyo nikwambie kitu kimoja, hakuna dawa ingine isipokuwa kuacha njia mbaya, hakuna dawa ingine isipokuwa kutubu kwa ajili ya asili yako, hakuna dawa ingine isipokuwa kumwamini Mungu. Ndipo nafsi yako itakuwa na uhalali wa kuvunja naziri za kuitoa kwenye milki ya nguvu za giza, milki ya kuanga kwa Freemason, milki ya kuwa ganga na kuwa wachawi. Kuna kesi nyingi tunakutana nazo kwenye huduma. Unakuta mjomba wako alikuwa akifanya biashara, akaenda kwa mganga, akaweka naziri kwa ajili ya biashara. Ukumbuke kwamba yule ni damu yako, na wewe pia utakuwa umeingia kwenye agano. Ndio maana leo Wakristo wanamwamini Yesu, wanatoa sadaka, lakini bado nafsi zao zinakuwa zinapata hasara. Ndio maana biashara zao zinakuwa haziendelei. Ndio maana leo Wakristo wanakuwa ni maskini. Kwa nini?
Sio kwamba Yesu alikuwa maskini ili sisi tuwe maskini. Yesu alikuwa maskini ili sisi tuwe matajiri. Ni nini kinachozuia? Ni kwamba ile asili yetu ilishaweka maagano na wakuu wa anga. Ni kweli ile asili yetu ilishaweka maagano na wakuu wa Freemason. Ni kweli ile asili yetu iliweka maagano na wakuu wa ganga na wakuu wa chawi. Ndio maana leo tunaomba, tunakuwa hatuoni. Sasa umaskini unatoka wapi kwa mtu anaomwamini Mungu? Umaskini unatoka wapi kwa watu ambao kila siku wanaomba? Hiyo yote ujue kwamba unaweza ukawa kanisani ni mwenyekiti wa kanisa, unaweza ukawa kanisani ni mwongozaji wa kwaya, unaweza ukawa ni mtumishi mkubwa unaongoza watu wengi, lakini bado nafsi yako ina uhalali na asili yako, kwa sababu hakuna siku ulioenda mbele za Mungu ukaenda kufanya upatanisho ili upate kibali cha kutoa nafsi yako kwenye milki ya nguvu za giza za asili yako. Kwa hiyo basi, ni jinsi gani au ni kanuni gani tutaweza kuzitumia ili tuanze kufanya mchakato wa kutoa nafsi yetu kwenye milki ya nguvu za giza, ili tuweze kufanya mchakato wa kutoa nafsi yetu kwenye nguvu za mateso, ili tuweze kufanya mchakato wa kutoa nafsi yetu kwenye milki ya mizimu kuzimu, ambao babu zetu waliotuconnect huko kwa sadaka, babu zetu waliotuconnect huko kwa maneno, na kuikabidhi nafsi zetu mizimu. Kanuni namba 1 ya kwenda mbele za Mungu ili uweze kufanya upatanisho ni kwenda kusamehe na kujisamehe. Kwa sababu kuna watu wengine ambao wameweka tahadhari, wanakuambia kwenye familia yetu shangazi yangu ndo anatuloga, mwingine anakuambia kwenye familia yetu mjomba wangu ndo anatuloga, wengine wanakuambia bibi mzaa mama anatuloga. Kwa hiyo kuna ile roho ya chuki ya kusema kwamba huyu mtu sitamsamehe. Lakini wacha nikwambie, hakuna mtaji mkubwa kwa Mungu kama kuweza kusamehe, kwa sababu maandiko yanasema tusamehe dhambi zetu kama tunavyowasamehe waliotukosea. Kwa hiyo unapoenda kufanya upatanisho, usiangalie ni shangazi gani mchawi, usiangalie ni nani alikufanyia mabaya. Unaenda mbele za Mungu, unatubu kwa ajili yake, alafu unatangaza msamaha. Kwa hiyo nimesema namba 1 ni kutangaza msamaha kwa yule yote ambao unajua alikukwaza katika maisha yako, yule yote ambao unajua alikupitisha mahali ambapo ukasikia maisha yako yameshuka. Lakini hapo bii yake, ninakwenda kukushauri kwamba unapotaka kufanya ukombozi wa nafsi, lazima uende ukajisamehe. Kujisamehe ni muhimu kwa sababu watu wengi wamekuwa wakijilaani, watu wengi wamekuwa wakijilaumu, watu wengi wamekuwa wakifikiria pale walipokosea wakajiona hawana maana. Wacha nikwambie, kile kitendo cha wewe kujichukia au kujidharau au kuona kwamba umekosa kwenye ulimwengu wa roho ni mtaji wa shetani. Kwa hiyo unapoenda mbele za Mungu, hakikisha kwamba unasamehe alafu unajisamehe. Lakini scenario namba 2, kabla ya kwenda kufanya upatanisho, unaenda kufanya tafakari. Hii tafakari ni muhimu kwa sababu unaenda unaangalia, je, wazazi wangu walikuwa wanafanya matambiko ya design gani? Je, babu zangu walikuwa wanafanya ibada za design gani? Ile itaweza kusaidia, labda ukiangalia kule kwenu walikuwa wanafanya makafara ya kuchinja mbuzi mweusi, walikuwa wanafanya makafara ya kukata kondoo mkia, walikuwa wanafanya makafara ya chinja nyama ya punda. Unatafuta nguvu ya kwenda mbele za Mungu ili utakapoenda kufanya toba uweze kutaja vile vitu kwa kuvipambanua, kwa kusema ni kweli Mungu wangu na baba yangu walifanya maagano chini ya ile miti, ni kweli Mungu walichukua ile damu ya kondoo akatupaka. Lakini scenario namba 3 ni kwenda kufanya toba ya kuugua. Kwa hiyo unaangalia kwenye familia yenu ni mapoza design gani yanayowatesa, unaangalia kwenye familia yenu ni mapoza gani yanayowatesa. Unaenda mbele za Mungu kwa unyenyekevu kumwambia, Bwana, ni wewe Mungu ulisema kwenye Ezekiel 22, umetafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka katika boma. Nami Bwana nimekuja mbele zako mtakatifu. Tizama Bwana, asili yangu imekuwa na utasa. Tizama Bwana, asili yangu imekuwa ioi wala iolewi. Ninajua ni kwa ajili ya yale maagano yaliyofanyika. Bwana, ni kweli zile mbuzi zilizochinjwa, yale makafara yaliyofanyika kwenye mapango. Ni kweli Mungu, babu zangu walikuwa wanatoka usiku wanaenda kutoa sadaka kwenye zile ndua za maji. Ni kweli babu zangu walikuwa wanatoka usiku wanaenda kuchinja zile mbuzi kule kwenye milima. Ndio maana Bwana, zile naziri leo zinaleta mapigo. Nami Bwana nimekuja mbele zako mtakatifu, nimekuja kukuomba toba na masamaha, mfalme wa falme. Ni wewe Mungu ulisema watu wako waliitwa kwa jina lako. Nami Bwana ninakuja mbele zako mtakatifu, ninakusii mtakatifu wa watakatifu. Sio yamkini ni kweli asili yangu ilitumikia miungu, sio yamkini ni kweli asili yangu ilitumikia mizimu kuzimu. Ndio maana Bwana leo tunapata mapigo.
Ndio maana Bwana leo tuko kanisani lakini hatuoni. Ni kwa ajili ya zile nafsi zetu ambazo zina miliki ya nguvu za giza. Ni kwa ajili ya zile nafsi zetu ambazo zilitolewa makafara kwa ushahidi mbele za mizimu na mababu zetu. Walikaa Mungu wakanywa zile pombe za asili, wakachinja wakapakana damu, na Bwana wakachinja ile nyama pia tukapika nao ndizi. Ndio maana leo Bwana, mwili wangu umekuwa na unajisi kwa ajili ya ile miungu tuliyotumikia. Kwa hiyo unapoenda kufanya upatanisho, hiyo toba ya kuugua na toba ya kupambanua, unaenda kutaja vile vitu. Ndio maana nilikuwa nafundisha juzi, nasema ukiwa umefanya dhambi, ukajua mimi nimefanya dhambi, nilifanya uzinzi, nikaenda kafanya sehemu fulani, ukienda mbele za Mungu unaenda kukiri ile dhambi kwa kuipambanua. Unasema ni mimi Bwana, nilienda kwenye gesti ile, nilifanya uzinzi na fulani ambao ni mume wa mtu au ni mke wa mtu. Hiyo ndo toba ya kupambanua. Hivyo hivyo kwenye swala la ukombozi wa nafsi, inatakiwa unaenda mbele za Mungu ukiwa unapambanua. Ukiwa unaenda mbele za Mungu sio unaweka yamkini, unasema ni kweli asili ilitumikia miungu. Na hii ndio maana watu wengi wamekuwa hawana majibu. Ni kwa nini tunamwomba Mungu? Ni kwa nini tunahudumia makanisani? Ni kwa nini kila siku tunafunga siku zaidi ya 30 na kuendelea, lakini hatuwezi kuona nguvu za Mungu? Wacha nikwambie, Mungu ni Mungu wa protocol. Mungu ni Mungu wa kanuni. Ndio maana anamwambia Musa, waambie wana wa Israeli hapo mtu atakapoondoa naziri, kwa nini asizivunje naziri? Wacha nikwambie, narudia tena ili uweze kuimarika. Naziri azivunjwe na mchungaji, naziri azivunjwe na Mungu, naziri azivunjwe na kikundi chochote cha maombi. Naziri zinavunjwa na yule aliyoimanisha, aliyosimama mahali palipobomoka kumwambia Bwana, ni kweli asili yangu ina mapoza kwa ajili ya ile miungu iliyoabudiwa. Kumwambia Bwana, asili yangu inaangamia kwa ajili ya ile miungu iliyoabudiwa. Kumwambia Bwana, nimekuja kusimama kwa ajili ya upatanisho mbele zako, mfalme wa falme, Mungu mkuu, Mungu Adonai. Ndipo Mungu anaweza kufanya upatanisho. Lakini nitoe tahadhari, tusiwe ni watu wa miemko. Tukisikia kuna maombi ya vita tunaenda tunapiga. Kile kitabu cha Luka kinaeleza, kinasema pepo amtokapo mtu upita mahali pasipo maji na kusema nitarudi kwenye nyumba yangu. Sikiliza, ukifika level pepo anakuita nyumba, ni kwamba asili yako pepo alishajenga. Kwa hiyo ukiwa ni mtu wa kufanya miamko kwamba kuna maombi anakimbilia, ukifanya miamko kwamba kuna mtumishi ataniwekea mkono, unazidi kumrahisishia shetani kazi. Maana anaweza akafika mahali akakuta kuna nguvu za Mungu akatoka, lakini wewe usio unaishi maisha ya toba. Akirudi, maandiko anasema anakuja na wenzake 7 wenye uwezo kuliko yeye, kwa hiyo wanakuwa 8. Kwa hiyo kama ulikuwa una pepo wa uzinzi, unakuwa na pepo wa ulevi. Kama ulikuwa una pepo wa uzinzi, unakuwa na pepo wa utasa. Kama ulikuwa una pepo wa uzinzi, unakuwa na pepo wa kufanya mapoza kwenye biashara yako. Kwa hiyo maandiko anasema hali ya mtu ule inakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Lakini nikwambie kwa ukweli kabisa kutoka moyoni kwamba unapokuwa ni mtu wa kufanya upatanisho, ni faida kubwa, kwa sababu upatanisho unakuweka karibu na Mungu. Upatanisho unaenda kufungua vile shetani alivyoshika. Upatanisho unaenda kufungua baraka zako. Ndio maana kwenye ulimwengu wa roho kuna watu mifuko yao imetoboka. Kwenye ulimwengu wa roho kuna watu hawana mikono kwa sababu asili zao ziliwanyang'anya, kwa sababu zinawadai. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanya, unapoenda mbele za Mungu mkuu, Mungu Adonai, unapoenda mbele za Mungu muumba mbingu na nchi, usiwe na wasiwasi. Unaenda unamwambia Bwana, niko hapa, nimekuja kufanya upatanisho kwa ajili ya kupata kibali cha kuvunja naziri au maagano yaliyoshikilia nafsi yangu kwenye milki ya nguvu za giza za asili. Kwa hiyo basi tukubaliane kwamba tukiwa tunaishi maisha ya matengenezo ni bora zaidi, kwa sababu tunapata kibali ya kuwa na neema mbele za Mungu. Na ndio maana kila siku nasema tusipende kufanya toba ya rehema, tufanye toba ya matengenezo, ili Mungu akatupe rehema ya kuweza kushinda milki inayo tutawala. Lakini pia nikumbushe, ukombozi wa nafsi una faida kwa ajili ya watu wa nyumbani kwako. Ukombozi wa nafsi una faida kwa ajili ya vizazi vinavyokuja, kwamba Bwana anakuwa amesamehe ule uovu, makosa na dhambi ambao ikaingiza nafsi yako kwenye shida, ikaingiza nafsi yako kwenye maradhi, ikaingiza nafsi yako kwenye umasikini. Na ndio maana anawaambia kila kitu kikiona kwenye familia usifikirie kilianza chenyewe, bali ile ni roho. Ndio maana kuna baadhi ya familia ambao hatujui wale waasisi wa ule mji, ile ardhi ambao walioihamia hatujui walimdhulumu nani, ile ardhi ambao waliohamia hatujui walimdanganya nani. Kwa hiyo unapoenda kufanya matengenezo,
Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, anakupa njia ya kujua kwamba kitu hichi kilikuwa ni cha dhuluma. Kwa sababu unakuta leo mtu unaenda unanunua kiwanja mahali unazulumiwa, asili ya babu yako pale alipoanzisha ukoo alizulumu kile kiwanja. Na ndio maana kuna familia nyingi ambazo ndoa zidumu, lakini ukiangalia kwenye asili yao palikuwa pana dhuluma za kimapenzi, palikuwa pana watu wanaolewa kwa nguvu, palikuwa bibi zao wanashikwa kwa nguvu wakiolewa, walikuwa wakiongea maneno ya kukatisha tamaa, machifu walikuwa wanachukua wake wanalala nao kwa nguvu. Kwa hiyo zile nafsi ziliumia. Leo pamekuwa pana laana ya kutokuwa au kutokuolewa. Kwa hiyo nikwambie kwamba usiwahi kuogopa, kwa sababu yuko Mungu ambao anatupigania, yuko Mungu ambao anatusikia, yuko Mungu ambao kila siku anahitaji kutusamehe. Yeye Mungu aliyosema sisi ni mboni ya jicho lake. Kwa hiyo nikwambie kwamba uache uvivu, utoke sehemu ya kukubali kila siku ni wa kuombewa. Nenda mbele za Mungu ukafanya upatanisho ili uwe na urafiki wa Mungu. Ndio maana kila siku ninasema shetani haogopi sadaka zako, shetani haogopi kufunga kwako, shetani haogopi kuimba kwako kwaya. Shetani anaogopa uhusiano wako wewe na Mungu. Niende kumalizia kwa kusema uhusiano wako wewe na Mungu ndio afya njema. Uhusiano wako wewe na Mungu ndio utajiri wako. Ndio maana kile kitabu cha Isaya 65:24 wanasema, kabla hujaomba nitajibu, na mnenapo nitasikia. Sikiliza, ukiwa ni mtu wa kumpelekea Mungu sifa na utukufu, ukiwa ni mtu wa kumpelekea Mungu matengenezo, vile vyote unavyoomba vinakuwa ni halali yako. Ndio maana watu wengi wanapoteza muda mwingi kuomba, lakini kuliko upoteze muda mwingi kuomba mahitaji, poteza muda mwingi kufanya matengenezo ili upate njia aliyotumia shetani kushika baraka zako. Maana ukisoma kitabu cha Mwanzo kinaonyesha Adamu alipewa umiliki, lakini shetani akamrubuni, ndo akachukua ile milki ya dunia. Ndio maana leo tunaenda makanisani sio kwa ajili ya kumwabudu Mungu, tunaenda kwa ajili ya shida. Basi ni vyema kujiunganisha na upatanisho ili Bwana aende akakusaidie. Nikuache katika wakati mwema. Mimi ni mwalimu wako David de la Pinya. Karibu kuendelea kusikiliza vipindi vinavyofuata. Kristo samehe, Yesu samehe, Kristo samehe, Yesu samehe. Yesu naomba unisamehe, ninakiri nisamehe, napiga goti unisamehe. Yesu naomba unisamehe, Yesu naomba unisamehe, ninakiri nisamehe, napiga goti unisamehe. Yesu naomba unisamehe, nilikutenda dhambi Baba, naomba unisamehe, nilijitenga na ibada, naomba unisamehe, nilikutenda dhambi Baba, naomba unisamehe, nilijitenga na ibada, naomba unisamehe. Samehe, Kristo samehe, Yesu samehe, Kristo samehe, Yesu samehe, Kristo samehe, Yesu samehe. wachungaji wasamehe, viongozi wasamehe, waumini wasamehe, watumishi wasamehe, na Salemu tusamehe, tunaomba tusamehe. Yesu bado nina imani unanipenda, mimi kwako napiga goti sina pa kwenda. Samehe, Kristo samehe, Yesu samehe, Kristo samehe, Yesu samehe, Kristo samehe, Yesu samehe.